Ndugu mtazamaji na msikilizaji wa kipindi chako pendwa Ujue Mtaa Wako kwenye channel yako pendwa Mkinga Date Television Online. Siku ya leo tumebahatika kuitembelea tena ofisi ya serikali ya mtaa wa Machimbo. Tulishawahi kuja zaidi ya mara 3. Kwanza naomba ni kusalimia. Habari asubuhi ndugu mwenyekiti. Mungu anasaidia. Ninavyojua kwa majina naitwa Rahim Maridadi, lakini najua atajitambulisha yeye mwenyewe. Huyu ni mpambanaji na ninaamini ni awamu ya 3 hii. Ni awamu ya 3 bado yupo hapa. Kwa hiyo ni mtu ambaye anajua mtaa wake na umuhimu wa mtaa wake na ataeleza vitu vingi ambavyo vinafanyika katika mtaa wake. Bwana Rahim Maridadi, naomba nikukaribishe ili uweze kutoa toka ulivyoingia awamu hii mambo jinsi yanavyoenda, kwa sababu nakumbuka tushawahi kuja kwa ajili ya kuipambania barabara na namshukuru Mwenyezi Mungu tunawatara kwa mambo yalienda vizuri na wananchi wanakubali. Hebu tupe kwa awamu hii ulivyoingia, ni nini unapanga kukifanya na ulichoanza kukifanya na hadi ulipofikia mpaka sasa hivi. Karibu mheshimiwa. Nashukuru Mungu. Kwa jina naitwa Rahim Maridadi, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa Machimbo iliyopo kata Mbovutuka, halmashauri ya manispaa Temeke. Ndugu mtangazaji, mimi niseme kwamba toka niingie, kwanza ni kweli nina miongo mitatu ya uongozi wangu kwa mwenyekiti wa mtaa katika mtaa wa Machimbo, lakini kila ninapopata madaraka, basi kuna vitu na vibuni au naviongezea utamu. Kwa mfano, ndugu mtangazaji, mimi katika mtaa wangu kuna mambo makubwa mawili. Kuna swala la ulinzi na kuna swala la usafi. Swala la ulinzi nimeliboresha sana. Kwa vipi nimeliboresha? Nimehakikisha kwanza ninakuwa na walinzi wanaotosheleza kulinda katika mtaa wangu. Lakini pia kuna kuhakikisha kuwa na ofisi ya kisasa ambao viongozi pamoja na walinzi watakutana kwa ajili ya kujadili mambo mbalimbali yanayohusiana na ulinzi. Hiki ndio cha kwanza ni boy. Kipindi cha wakati kwa madarakani awamu ya kwanza tulikuwa na ulinzi lakini sikuwa na ofisi. Awamu ya pili mwishoni kuja awamu ya 3 tukapata ofisi ya kisasa. Ambapo ofisi iko pale, nafikiri mzungumzaji utakwenda pale utakuta kuna viongozi hapo, utaongea na ofisi ipo, lakini bado tunaendelea kuiboresha. Naam. Lakini ndugu mtangazaji, la pili swala zima la usafi. Unapokuwa mwenyekiti wa mtaa lazima usimamie swala zima la usafi. Naam. Na usiposimamia, baadaye tutakuja kulipa gharama kubwa za kuwauguza wananchi wetu utakapotokea ugonjwa wa mlipuko. Kwa hiyo la kwanza ni kuhakikisha taka hatarishi zinaondoka kwa wakati katika mtaa wangu. Na zinaondoka kwa kushirikiana na mkandarasi. Tumepanga ratiba kwamba lazima taka zitoke, iwe mvua, iwe jua liwe mvua, lazima taka zitoke kwa wakati. Lakini sio tu kuhakikisha taka zinatoka kwa wakati, pia na kumsaidia mkandarasi apate pesa ya kubeba hizo taka kwa wakati na kuchangia ile huduma. Kwa hiyo unakuta kwamba ndani ya mtaa wangu wa Machimbo, hata leo ukienda kumuuza mwananchi yote kuhusu huduma takataka ikoje, kwamba huduma takataka mtaa Machimbo iko nzuri, kuna wananchi 10 utakaouliza anza kama mmoja tu akajibu, kwa sababu zingine mmoja tushawahi kumwataki kwa sababu aligomea kulipa taka, lakini 9 wote tukwambia huduma ni nzuri. Pia katika swala zima la ulinzi shirikishi, walinzi wako wanaonekana huko mtaani, na mimi usiku naamka na kwenda kuhakikisha kwamba kweli walinzi wanaingia mtaani, je, wanatoka muda mwafaka, je, wanaingia muda mwafaka. Ndio kazi ya sisi viongozi. Kwa hiyo niseme kwamba kwa kipindi chote hichi nimejaribu kuboresha mambo mawili, na mambo mawili ndio kuja kuangalia ndio muhimili wa uongozi katika mtaa. Ukiwa una ulinzi, ukiwa mazingira hakuna, huwezi kujiita mwenyekiti wa mtaa. Ni kweli. Kwa hiyo unataka kuniambia mkandarasi hana shida, anaenda kwa wakati kupitia takataka na kuhakikisha mtaa wako upo safi kabisa. Mimi niseme kama ndugu mtangazaji kwamba mkandarasi hana shaka katika hilo. Na kwa sababu tunamsupport sisi viongozi. Mimi ninamsupport kama mwenyekiti wa mtaa, mtendaji namsupport, kamati ya faili na support, kata ngazi ya kata ina support. Ndio maana unakuta kwamba iko vizuri. Na sio kusupport, wewe unaweza kusupportiwa lakini mwenyewe ukashindwa kujishikilia. Kwa hiyo kuna kusupportiwa kitu kingine, na yeye mwenyewe kusimama kwa kazi yako ni kitu kingine. Kwa hiyo niseme kwamba klasi iko vizuri. Na vipi kwenye swala la ulinzi? Maana kuna baadhi ya sehemu wananchi wanalalamika. Sijamaanisha kwenye mtaa huu, yani mitaa mingine, kwa wale walioweka walinzi wanaweza kaa na bifu na mtu, baada ya kuweka ulinzi ukawa safi
wao ndo wanakuwa kama ndo waharifu. Kwa mtaa wako vipi, sungusungu wamekaaje? Kwanza nashukuru kwa swali zuri hilo. Ni kweli haya mambo huwa yanajitokeza katika hii mitaa yetu, lakini mimi nashukuru kwa uwezo wa Mungu. Mimi walinzi ninaopata ni walinzi ambao kweli ni walinzi ambao wanatambua majukumu yao, wanapenda kazi yao, na ni walinzi ambao tunawajua toka maisha yao ya nyuma. Okay. Kwa hiyo inakuwa hatusumbui sana, ni walinzi ambao wazuri, ni kweli wanakuja kwa sababu ya shida ni hii moja. Unajua kuna wengine wanajiongeza kutokana na mlinzi anaingia analinda, analipwa posho yake kwa wakati, sababu walinzi sisi hatuwalipi mishahara, walinzi tunawalipa posho. Sababu kwenye bylaw ya halmashauri ya manispaa, bylaw ya halmashauri ya manispaa Temeke imesema kwamba mwananchi atoke alinde, lakini kama akishindwa kutoka kulinda achangie, na kuchangia maana yake achangie tochi, si kirungu, si uniform, mabuti, nini, kifaa ambacho kinaweza kupambana. Sasa sisi tunatafsiri kwa pesa, ili kwa sababu kuna kijana akajitokeza pale analinda, kwa hiyo kifika mshauri tunamlipa posho, kwa ile posho anachukua. Sasa kama mtu anaacha usingizi wake, ndio tukio kwa masuala ya kulinda, ndugu mmoja jiangalie mwenyewe, kwamba unakuta mtu kwamba wewe usipolala siku moja, ukiamka asubuhi yake inakuwa yule ambaye anakaa siku 24, siku 25, siku 30, kila siku halali, alafu siku ikifika posho yake unamwambia sijaipata, anakuelewa? Kwa hiyo kipindi yeye anajiongeza, lakini nimshukuru Mwenyezi Mungu katika mtango wa machimbo. Hivi vitu kila ikifika tarehe husika wanakutana kuna ofisi, kila mmoja anapoa posho yake, baada hapo wanaendelea majukumu yao. Asante. Lakini Mheshimiwa Rahim, kuna swala ambalo nilikuwa nimetarget kuomba au kukuuliza na kukupa ushauri. Kwenye mtaa wako kuna kanisa kubwa la Roman Catholic, na kuna watu wanakuja kusali asubuhi. Inasemekana pembezoni mwa barabara, ambao unajua hili ni eneo lako lote, kuna wale wanaitwa vishandu, wana zile tabia, wale watu wanaoenda ibadani au wanarudi kutoka ibadani wanawakwapulia simu zao. Je, hilo umelionaje na unalifuatiliaje? Mimi kwanza nishukuru ndugu mtangazaji, vizuri huko ndani ya mtaa wangu. Unajua tunapozungumzia swala la ulinzi, kuna muda ambao inabidi walinzi waingie na kuna muda walinzi watoke. Kwa mfano, reality sio mfano, ni ukweli, ni walisia. Walinzi ni kisha takiwa waingie saa 6 mtaani, watoke saa 11 asubuhi. Sasa kuna mtu anaibiwa saa 12, ndio walinzi hawapo, unafanyaje? Sawa. Umeona? Yani unajua wezi, vibaka, vishandu nao ni binadamu, wanajua jinsi gani ya kucheza na sisi, ya kucheza na ulinzi. Kwa sababu sasa hivi nikwambie sasa hivi hakuna mwizi ambaye anaiba saa 7 saa 8, hakuna usiku. Sasa watu wanaiba saa 2 usiku, saa 3 mpaka saa 4, sababu watu wanakuwa bado hawajarejea. Lakini katika saa 6 saa 7 huwezi kumkuta mtu akivia kuiba, anajua sungusungu hapo, umeona? Lakini pia watu wanaiba kuanzia saa 12. Sasa kipindi kwa walinzi washaondoka. Sasa uzuri mwenyekiti, umeshalijua hilo. Kumbuka umethaminiwa na Rais amekuamini kwa kukupa usimamizi wa eneo hili. Je, utalitatuaje hilo tatizo? Ni kweli ndio muda wanaoiba saa 2 saa 3 na asubuhi saa 12 mpaka saa 1, na muda huo walinzi wanakuwa wameshaondoka au walinzi wanakuwa bado hawajafika. Sasa je, kwa sababu umeshalijua hilo, una plani kulitatua vipi ili likae sawa, watu wanapoenda ibadani wawe na amani kabisa, kwa wanapita barabarani wanaenda ibadani na watarudi salama? Jambo nilifanya, ndio maana nikakwambia kwamba ukitoka hapa kuna ofisi ambayo ofisi ndio jayo hiyo ofisi ya sungusungu. Okay. Na nikasema kwamba kwa kipindi hiki sasa kwamba ofisi ya sungusungu kwamba iwe wazi kuanzia hiyo saa 11, sababu saa 11 ndio walinzi wanakuja kusaini kutoka. Hiyo kusaini kutoka nimebuni hivi karibuni kwamba wakati wa kuingia na wakati wa kutoka. Mwanzo kwa wakati wa kuingia kutoka kila moja, lakini sasa nasema na wakati wa kutoka waje wasaini. Kwa mfano wakija kusaini saa 11, sio napita njia hii. Kwa maana yake hata ikitokea dharura hao ambao wanakuja kusaini wataweza kufanya wajibu kuwasaidia na hao ambao waamini na wanakwenda kanisani wanaokabwa. Kwa hiyo tunasema kwa sasa wakati wa kutoka ni kwamba lazima waje kusaini wakati wa kutoka. Na pia tumesema kama kuna dharura yoyote waumini wanayo, watuambie waje
waje kwenye ofisini kwangu, so jamani, tunaomba jamani, muda fulani tunaweza kufanya. Nashukuru. Kwa sababu wale ni ndugu zetu. Sawa. Na wanakwenda kuabudu na ni wananchi na wananchi wangu pia. Umeona? Kwa hiyo haina shida, jamaa tumerekebisha. Nafikiri hali itakuwa nzuri kwa kipindi hiki. Asante sana ndugu Rahim Maridadi. Kiukweli kazi inaonekana ajitahidi kwa wakati tofauti kuja, naona mabadiliko. Ukipewa nafasi, kwa tulikuwa tunaongelea habari za mtaa, kwa kata yako unawashauri vipi wenye viti wenzio kwenye haya majukumu, jinsi ya kusocialize na wananchi wao waliopo karibu? Neno moja tu. Mimi niseme kwamba sisi tumechaguliwa na wananchi, twende tukafanyie kazi wananchi. Usifanyie kazi wewe mwenyewe. Naam. Tumechaguliwa na wananchi, tukawafanyie kazi wananchi. Usifanyie kazi wewe mwenyewe. Mimi ndio neno langu la kufungia. Asante sana ndugu mtazamaji na msikilizaji wa kipindi chetu pendwa. Kama nilivyokuambia, siku ya leo tupo ofisi ya serikali ya mtaa wa Machimbo tukiwa na mheshimiwa mwenyekiti Rahim Maridadi, ambaye ni kipindi chake cha 3. Ni kwamba wananchi wanamkubali kwa upambanaji wake, lakini neno lake la mwisho kwa msisitizo anakwambia tumechaguliwa na wananchi, lazima tuwafanyie kazi wananchi waweze kuona kile tulichokifanya, ili utakapofika tena nafasi nyingine unatakiwa kurudishwa usiwe na shida. Umechaguliwa na wananchi, tuwafanyie kazi wananchi. Asante sana ndugu mwenyekiti, na Mwenyezi Mungu azidi kubariki na kujalia kazi izidi kusonga mbele. Asante.